Mshairi anasema Allah akikupa mwanamke mwenye tabia njema, akhlaqi njema na ni mzuri, mwenye kugawa riziki amekuchagua wewe. Mtume anasema tunkahul mar'atu li arba'in, mwanamke huolewa kwa mambo mangapi? Manne. Hadithi hii vijana wengi wanaitafsiri vibaya, wanadhani ya kuwa Mtume anasema nyinyi vijana oweni wanawake kwa sifa nne. Mtume hajasema tuwaoe wanawake kwa sifa nne. Mtume hajasema mwanamke lazima awe na sifa nne, hakusema hivyo, bali Mtume alikuwa anatupasha habari mara nyingi wanawake wanaolewa kwa sifa nne. Sifa ya kwanza limaliha, kwa ajili ya mali yake. Sifa ya pili lijamaliha, kwa ajili ya uzuri wake. Sifa ya tatu walihasabiha, kwa ajili ya ukoo wake. Sifa ya nne walidiniha, na kwa ajili ya dini yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akakokoteza dini akasema fadhfar bidhati dini taribat yadaka, shikamana, tafuta mwanamke mwenye dini, mikono yako itabarikiwa. Wasia wangu kwenu, mchumba wako unayemtarajia hakikisha angalau awe na sifa mbili, uzuri na dini. Bora awe hata maskini, pesa zitakuja, lakini akiwa na ule ubovu wako na dini, mashallah, alhamdulillah. Lakini akiwa mzuri tu, dini tia maji shekhe, mtasumbuana. Umetafuta mama asiyefaa kwa ajili ya watoto wako. Na vijana wengi hapa ndo wanapofeli, anababaika na figa, anababaika na nini na uzuri, hana dini mwanamke. Mwanamke mwenye dini anataka yeye kuamsha salatul fajr. Mwanamke mwenye dini ukitaka kutereza, si unataka kwenda disco, ambia hapana, muogopi wewe mwenyewe. Ukikasema alhamdulillah, Allah kanipa mwanamke mwema, ananiongoza kwenye mambo ya kheri. Na ukipata mwanamke mzuri, sifa ya kwanza, ana mali, sifa ya pili, ukoo wake mashallah, ukoo mkubwa wenye heshima, wenye kufahamika, sifa ya tatu, ana dini, mambo yote manne, wewe shekhe ni mfalme katika ulimwengu huu.